Shalom. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana Yesu ainuliwe. Leo tutajifunza somo kutoka kitabu cha Misali sura ya 6:32 mpaka ile mstari wa 33. Maneno Mungu ananiambia kwamba mtu azinie na mwanamke ana akili, anafanya jambo litakalomwangamiza nafsi yake. Mtu azinie na mwanamke ana akili, anafanya jambo litakalomwangamiza nafsi yake kabisa. Ni maneno ya Mungu haya kwamba mtu azinie na mwanamke ana akili. Mtu asiye na akili ni mtu wa aina gani? Ni mtu ambaye anafanya mambo ya ovyo au anafanya jambo ambalo halijui anafanya nini. Bwana Yesu asifiwe. Anasema azinie na mwanamke ana akili kabisa, anafanya jambo la kuangamiza nafsi yake yeye mwenyewe. Ndani ya nafsi kuna nini? Ndani ya nafsi kuna akili, ndani ya nafsi kuna hisia, ndani ya nafsi kuna utambuzi. Kwa hiyo unapofanya ile tendo, hivi vitu vitatu vyote navyo vinakufa. Nataka nizungumze na vijana wa leo. Wako kwenye mahusiano, lakini kwenye mahusiano wanafanya kila aina ya uchafu, afu wanajiona wako safe. Hauko safe. Anza kujichunguza, kufikiri kwako, kuwaza kwako, hata maendeleo yako. Anza kuangalia naendeje. Sawa, ukijiona eneo hili haya matatu upo safe, angalia hiyo ni mbegu unapanda. Hiyo ni mbegu unapanda. Kama sio kwako, kwa kizazi chako, usichukulie poa. Utaona mwanamke dakika 2-3 umefurahi, lakini madhara ya hii dhambi ni kitu kikubwa sana. Unafunga nafsi. Nafsi ikifunga, kwa hiyo hata kufikiri kwako kunakuwa hakupo sawa. Nafsi ikifungwa, hata mawazo yako yanakuwa hayapo sawa. Maana nafsi ndani yake kuna ufahamu, kuna akili, kuna utambuzi, kuna hisia. Kwa hiyo vitu vyote vitatu navyo vinakufa. Vikishakufa hivyo, hauwezi kuamua sawa sawa, hauwezi kufanya vitu sawa sawa, kwa sababu injinia nafsi imekamatwa. Mara nyingine kama watu wao wamekamatwa, wamefungwa kwenye mashimo, hakuna sema rudisha. Kwa hiyo sio ni dhambi ya kuchukulia simple, sio ni dhambi ya kuchukulia easy, ni dhambi ambayo inafunga. Vijana wenzangu, kuishi kwenye mahusiano bila kufanya hii dhambi inawezekana, lakini kama mahusiano yenu Yesu amehusika.